naweza kununua kuku na Mungu namtolea shilingi 100 na naweza nikala kuku. Hiyo inaonyesha kwamba tumbo langu lina nguvu zaidi kuliko Mungu. Na hii ni kitu lazima kanisa likombolewe. Kama kanisa likakombolewa, tumbo limekuwa kama ndio Mungu wa watu wale walio kanisani. Wanainua mikono tu kwa nyimbo kumwabudu, lakini hawamwabudu kwa sacrifice. Na hiyo ndio inasaidia mambo mengi yawe manyonge. Na wale wanakaa mnabuni pale wabesa kuona watu wanataka wanasiwe. Amen. Ya 4. So sacrifice ndio kipimo cha uongozi. Ndio Musa alisacrifice, Yesu alisacrifice, kuna watu wengi wamesacrifice. Tuangalie mamlaka ya uongozi inatoka wapi? Mamlaka ya uongozi. Uongozi mamlaka yake inatoka wapi? Uongozi mamlaka yake inatoka wapi? Praise the name of the Lord. Uongozi mamlaka yake, kiongozi anapata mamlaka yake wapi? Kwa kupitia nini? Maana lazima uelewe authority ni haki ya kutumia power. Kiongozi anapata mamlaka yake kwa kunyenyekea, submission, kwa kujiweka chini ya mwingine. Kiongozi ambaye hajui kukaa chini ya mamlaka, ndio tukasema kila mmoja lazima awe na baba wa kiroho mahali anajiweka chini na mamlaka. Na yale mamlaka, ukitaka kujua kwamba uko tayari kutumia mamlaka, ni kukaa chini ya mamlaka yale. Na ukiitwa mkutano, nenda unless kuna jambo lisiyofika. Jambo la 6, kusudi. What is the purpose? Kusudi la huduma is the glory of God. Mungu apewe. Amen. Kwa hivyo tunapofanya lolote kama viongozi, tuulize, je, Mungu anapewa utukufu au ni wewe? Ukisikia watu wanakusifu sana, waambie jamani, nilindeni. Ukiona watu wanakutaja sana, waambie Bwana, jamani, niangalie nisije nikamalizika. Maana yake Mungu agawa utukufu wake na mtu. Kila siku tukumbushe viongozi, hatuko hapa mnitukuze, tuko hapa sote pamoja na mimi kumwinua nani? Jehova. Afadhali wako sijui jina lako, lakini wasisahau jina la Mungu. Amen. Kwa sababu kusudi ni utukufu. Ya 7 ya 6. Haya. Vifaa vya uongozi. Vifaa vya uongozi au wazungu wanaita tools. Zile meja ni vitu viwili ndio vifaa. Neno la Mungu na pili ni maombi. Kwa nini tunataja hizo vifaa vikuu? Neno la maombi, neno ni sheria ya Bwana na maombi ni mawasiliano. Bwana asifiwe sana. Hebu nitoe jambo lingine hapa ambapo tunakosea. Tafadhali, kama hiyo point ya mamlaka iko inafanya kazi ndani yako, usiende usikosekane ibada na mchungaji ajui wapi kama kiongozi. Yaani ni tabia mbaya kiongozi ameenda na wewe hukujua. Hata wale kwa science wangu ningependa mjue kwamba si vizuri nije kujua ulienda fanya jambo fulani na fulani. Jambo la kwanza, kwani unataka maombi? Hautaki ushauri? Ile inaitwa independence, uko peke yako, you are not connected. Leo tunasema connection, communication, commitment. Sawa na matatu eh? That is why mafanikio yanakaa mbali kwa sababu vitu havijazingatiwa. Narudia tena, twende kwa kwanza connection, ya pili communication, ya tatu commitment. Commitment